Kwa kweli sina cha kuzungumza kwa upande wa Dube. Namtakia kila laheri. Kabisa paka unabadilika. Nimeumia sana Dube kuondoka. Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines. Tupo hapa Perfume World Kinondoni studio kwenye duka la Zimbwe Junior, mchezaji wa Young Africans na aliyekuwa mchezaji wa Wekundu wa Msimbazi. Tupo na Eliza hapa, atatuambia nini ambacho kimemfanya haja hapa siku ya leo na kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinafanyika japo hata kwa ufupi. Eliza, uko vizuri? Niko poa kabisa, silalamiki. Chema kabisa. Swadakta kabisa. Yeah. Ni jambo gani ambalo limekuleta hapa kwenye duka la Perfume World la Zimbwe Junior Mohamed Hussein? Mimi nadhani baada ya mpira kuna maisha yanaendelea. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya Mohamed sisi kuwepo hapa ni kuhakikisha tunaendelea kuwasapoti wachezaji wetu ndani ya uwanja mpaka nje ya uwanja kwenye shughuli zao wanazokuwa wanazifanya binafsi tofauti na uwanjani wanachokuwa wanakifanya. Kwa hiyo kuwepo hapa kwenye eneo la Mohamed Hussein Zimbwe ni kuhakikisha tunaendelea kuwasapoti kwa kile ambacho wanakuwa kwa miradi yao wanayokuwa wameifungua, kuhakikisha nje ya uwanja tunakuwa tuko vizuri na ndani ya uwanja pia tunaenda kuhakikisha tunapiga kelele ili waweze kutupatia kile tunachokuwa tunakihitaji. Leo hii Zimbwe amefungua duka la perfume. Hiyo yote ni kwa sababu anajua iko siku lazima atamaliza mpira. Baada ya kumaliza mpira ni lazima maisha yataendelea. Ana familia, ana watu wanaomtegemea na watu wengine wengi, kuna jamaa zake, kuna rafiki zake, kuna ndugu zake, wote hao wako nyuma yake. Ni kwa ajili ya kuhakikisha kwa kuwa yeye kafanikiwa, katoka hata kwa hicho kidogo, anaweza kusapoti jamii inayomzunguka. So anawezaje kusapoti jamii inayomzunguka pasina sisi kuwasapoti kwenye miradi yao wanayokuwa wameifungua. Kwa hiyo ndo tukawa tumeliweka hili swala kwamba leo kabla ya paredi kupigwa hapo kesho tunahakikisha kuja kumsapoti Mohamed Hussein kwenye biashara yake kama tulivyoenda kumsapoti Mzize pale kwenye eneo lake pale Sinza kwenye duka lake la nguo. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kuhakikisha kila mchezaji ambaye ana duka lake la perfume, eneo lake la juisi, eneo la nguo, tunajitokeza kwa ajili ya kuhakikisha tunamuunga mkono ili aweze kuendelea na maisha nje ya uwanja. Tuelekee kunako michezo. Kesho ni paredi la Young Africans, paredi la ubingwa wa mwaka 25-26. Kwanza kwa upande wenu nyie influencers mmejiandaje? Of course tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba kesho tunaenda kupiga paredi ambalo litakuwa ni la mfano. Yani unajua ubingwa wa kipindi hiki tumeuchukua kwa shida sana. Tulikuwa na bato mara 2 mpaka mara 3 zaidi ya bato la hatuchezi. Bato la hatuchezi lilikuwa ni cha mtoto. Kipindi hiki tulikuwa na takribani timu 19 mpaka 20 ambazo zilikuwa zina compete dhidi ya Young Africans. Alafu Young Africans alikuwa ni timu moja. Kulikuwa na bodi ya ligi ambayo waliandaa timu yao. Kulikuwa na kamati ya masaa 72 ambayo walikuwa na timu yao. Kulikuwa na timu ya waandishi wachambuzi wa mpira ambao walikuwa na timu yao. Ndio maana wachambuzi wengi ulikuwa unasikia wanasema wamechoka kuiona Young Africans ikibeba ubingwa. Kwa hiyo Yanga icheze chini ya kiwango ili mradi tu kuwafurahisha wachambuzi kuhakikisha kwamba hawabebi ubingwa. Ambapo Yanga huyu akicheza chini ya kiwango utasikia Yanga amefeli, Yanga ameshuka kiwango. Kwa hiyo ni mwendo wa kupeleka vilio kwa wachambuzi ambao wengi walikuwa ni wasodhambi wasimamia kucha ambao tunahakikisha tunapiga kwenye mshono. Wengi wao kina Wilson Oruma, kina Alex Ingereza walikuwa wanaisema sana Young Africans kwamba Young Africans kipindi hiki imefeli, Young Africans kipindi hiki imeshuka kiwango. Mimi nashukuru timu iliyoshuka kiwango imebeba ubingwa mbele ya timu ambayo imepanda kiwango. Kwa hiyo mimi ninachopenda kusema paredi la kesho litakuwa ni paredi la mfano. Japokuwa tutakuwa tumepoteza kombe moja, maana pale kwenye gari tulikuwa tumezoea kuweka makombe 3. Kesho tutakuwa na makombe 2. Ingekuwa nzuri zaidi na sisi mashabiki wa Azam wa utotoni tukafight kulipata lile kombe, tukafikisha makombe 3 mashabiki wa Azam wa utotoni kuhakikisha gari letu linakuwa nzuri zaidi kwenye paredi la kesho. Kwa mimi nadhani kwanza tumejiandaa kuhakikisha tunapata t-shirt za ubingwa. Tunaenda kuwakela kwa sababu uwanja ni pale Msimbazi tunalopita kutoka Karume. Mpitie Msimbazi, msipitie huku Msimbazi Center. Barabara kuu ilipo. Hawawezi kutupangia. Tanzania hii hatubanani. Unapita unapotaka. Ili mradi tu usivunje kanuni na taratibu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunachokifanya sisi mashabiki wa Young Africans sasa hivi hapa nimekuja kununua perfume, kesho sitaki kunukia kibeberu beberu.
natakiwa ninukie kiperfume kuhakikisha upande wa pili wanapata tabu. Alafu nina mashaka mashabiki wa upande wa pili watakuwa hawajasafiri kwenda Pemba, sababu wanalalamika sana. Sasa sisi mashabiki wa Azam tunawaambia wachague kuleta timu Pemba ili tuwapige tukiwa tumevuja jasho, au wasilete timu ili tupewe ubingwa bila kuvuja jasho. Kwa hiyo sisi kesho ni mwendo wa kupeleka vilio mara 2 mpaka mara 3 kwa wapinzani wale wote ambao walikuwa wanaikataa Young Africans. Cause kuna watu wanasema Young Africans hakustahili kuwa bingwa, wanatakiwa watuambie sababu zilizopelekea mpaka kusema kwamba Young Africans hakustahili kuwa bingwa. Nimewasikia kina Alex Ingereza wakisema Young Africans alikuwa hastahili kubeba ubingwa. Watutajie ni timu gani iliyokuwa inastahili kubeba ubingwa, ili hali ambaye yuko juu yao ni Young Africans akiwa na alama 75. Ina maana timu yenye alama 75 haideserve kubeba ubingwa mbele ya timu ambayo ina alama 73. Kwa hiyo ni ushambanization wanaoendelea kufanya. Mimi huwa nawaambia wawe wanafuatilia mpira na kujua statistiki ambazo zimekamilika. Pale anapokuja kutoa statistiki kwa jamii, wawe na uhakika na vitu wanavyovizungumza, kuliko kuongea umepewa bahasha kuhakikisha unatetea ugali wako. Leo hii Wilson Oruma hana kazi, amekaa nyumbani, anajirekodi na simu yake, anamsema Alan Okero, anaposti mtandaoni. Sababu tu hataki kuwaomba Young Africans msamaha. Kisa Young Africans kashinda goli 6 dhidi ya Mbeya City, wanasema kwamba Young Africans kanunua mechi. Kama ni kununua mechi, tulianza kununua mechi dhidi ya Simba ambao tumewagonga mara 6 mfululizo na hawakuwa na majibu. Leo hii kipindi hiki wamejipapatua, wamepata sare, wanashangilia. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusema kipindi hiki hatukuwa na performance nzuri. Mwakani tena tunabeba ubingwa. Sasa hapo ndo kuna milio itaenda kubadilika, kila aina ya milio. Mbio ya mwakani tena inakuwa ina maana gani? Mwakani tena si ubingwa tena. Bosi kasema, bosi hana maneno mengi. Bosi anasema Yanga bingwa, kamaliza. Eliza, kuna mambo mengine pia yamejiri kwenye michezo, hasa kwenye jukwaa la mashabiki wa Young Africans na Young Africans kama klabu. Prince Mpumelelo Dube tayari amekwisha kuwaaga Young Africans, anaelekea Zimbabwe huko nyumbani kwao. Of course Prince Mpumelelo Dube ni mchezaji ambaye ni mzuri, hasa mimi nimeumizwa kuondoka kwake, kwa sababu ni mchezaji mimi ninaye appreciate kazi anayoifanya. Dube anaweza asifunge, lakini vitu atakavyokupatia uwanjani anaweza asiassist na anaweza asifunge, lakini yeye anapokuwepo uwanjani mabeki 2 mpaka 3 wanajikipu bize na Dube kuhakikisha Dube hawezi kuwadhuru, anawapatia nafasi kina Alan Okero, kina Mzize, kina Pakome wanaweza kuscore. Kwa hiyo ameondoka, sisi tunamtakia kila laheri huko anakoenda, tuko pamoja naye, ni kijana wetu, ni mchezaji wetu, muda wote akihitaji kurudi tunamkaribisha. Lakini upande wa pili maneno pia yameshaanza kuzuka. Nani amemwacha mwenzie? Young Africans imemwacha Dube ama Dube ameiacha Young Africans? Prince Dube alikuwa na mkataba wa miaka 2 dhidi ya Young Africans. Miaka 2 imetimia, hajaongeza mkataba Young Africans. So kiu yake imekamilika, imetimia niseme, kwa sababu Dube anakuja Tanzania, alikuwa anacheza Azam. Azam ni timu ambayo kwa mujibu wa maelezo ya watu wengi na baadhi ya wachezaji wengine ambao wamewahi kupita Azam, wanahitaji viongozi ambao watakuwa na lugha moja. Sio mchezaji akiwafunga Simba kiongozi anakasirika, mchezaji akiwafunga Young Africans kiongozi anakasirika. Dube alikuwa anahitaji kiongozi ambaye wanaweza wakaongea lugha moja, wakacheza mziki mmoja, kwamba nimekuja Azam kwa ajili ya kupambana kuhakikisha Azam inabeba mataji. Na ndio maana ameondoka Azam, amekuja Young Africans. Misimu yote aliyoichezea Young Africans amekuwa bingwa, amebeba ubingwa. Japo msimu huu amepoteza kombe moja peke yake, amepoteza kombe la CRDB. Kwa hiyo ameona akatafute challenge sehemu nyingine. Unaambiwa msanii mzuri ni yule anayejua muda wa kushuka stejini. Kwa hiyo ukiendelea kuwepo stejini, maana yake mwisho wa siku utawaboa mashabiki zako, utawaboa wanaokufuatilia. So mimi nampongeza Dube kwa maamuzi aliyoyachukua, pamoja na kwamba si wengine tumeumia, bado tulikuwa tunahitaji huduma yake. Kwa kweli sina cha kuzungumza kwa upande wa Dube. Namtakia kila laheri. Kabisa paka unabadilika. Nimeumia sana Dube kuondoka. Pole sana. Shukrani sana. Turudi kunako sajili. Young Africans kwa jinsi unavyowatizama, wapi wafanyie marekebisho kwenye dirisha la usajili? Kwa jicho lako, wapi unaona Young Africans pengine watolee macho zaidi? Mimi nadhani kwa upande wa Young Africans pekee ambayo tulikuwa tunafeli, nadhani ni kiungo ya kati. Siku zote hata duniani
mpira unachezwa katikati. Ukishakosea kwa namba 6 na namba 8 hakuna mpira, lazima utashambuliwa sana na mwisho wa siku utaruhusu magoli. Kwa hiyo kwa upande wangu sehemu pekee ya kufanya marekebisho ni sehemu ya katikati. Damalo ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana viwango, anao uwezo wa kuichezea Young Africans, lakini anashindwa kuficha alafu anazozifanya. Akikutana na waamuzi ambao ni professional, lazima watamuadhibu na kuifanya timu ingie katika kucheza wakiwa pungufu. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye eneo pekee la kurekebisha ni eneo la kiungo namba 6 na namba 8, kwa maana ya mchezeshaji namba 8 na kiungo mkabaji, ndo kwenye eneo ambalo linapwaya sana. Mudathiri ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana performance nzuri, so hawezi kutumika Mudathiri peke yake kila siku. Ni lazima kwenye kila eneo liwe na wachezaji wawili mpaka watatu wanaokaribiana kiwango pengine na kupishana kiwango. Akitoka Mudathiri Yahya atakayekuwa anaingia anatakiwa awe anatoa kitu kama Mudathiri Yahya au zaidi ya Mudathiri Yahya. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye eneo pekee tunatakiwa tulitolee macho sana ni kwenye eneo la ukabaji namba 6 na namba 8, na kule mbele kuongezeke umakini, yani utulivu wa wachezaji, kuhakikisha kwamba kwenye nafasi wanazozitengeneza, nafasi 5 wanazozitengeneza, wana uwezo wa kugeuza nafasi 3 kuwa magoli mpaka 4, ili wasiwe wanaingia kwenye nyakati ngumu. Akipata goli moja, ukishambuliwa unaambiwa goli moja sio goli. Ukishambuliwa unakuwa unacheza kwa pressure zaidi, kwa sababu tu unakuwa unalinda lile goli moja ulilolipata. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye eneo la kiungo panatakiwa pafanywe marekebisho. Pia kwenye eneo la beki wanatakiwa wawe wawili mpaka watatu wachezaji wanaotofautiana, na kwenye eneo la ushambuliaji pia wanatakiwa wawe wachezaji wawili mpaka watatu kwenye eneo moja. Kwa hiyo nadhani ni kila kitu mwalimu kashatoa ripoti. Nina imani uongozi wa Young Africans ni uongozi ambao unajua nini unachokifanya, wanajua kipindi hiki walikosea wapi, ili waweze kwenda kuparekebisha na kuhakikisha tutakapokuwa tunaanza msimu basi tuwe tumekamilika kwenye kila eneo, hasa kwenye michuano ya kimataifa. Shukrani sana Elisa. Karibu.